Welcome my viewers wherever you are. Welcome my viewers wherever you are. Welcome. Today I want us to discuss about God's grace. Yes. So I want us to discuss about God's grace in our lives. I want us to discuss about the grace of God in our lives. And what do we mean by saying the grace of God? So, the grace of God, this is an unearned love, or we can say that God's grace, it is how can we understand and sustain, yaani ambapo vile kama neema ya Bwana iko juu yetu, vile tunavyoweza kuifanya ikae ndani yetu. So kipengele cha kwanza nataka tuangalie ni ya kwamba you have to understand the grace of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So ili neema ikae ndani yako lazima kwanza uielewe neema kwanza ni nini. Naona, na tunapoangalia katika maandiko tutaona ya kuwa katika kitabu cha Waefeso ama Ephesians chapter 2 verse number 8 to 9, Biblia inasema ya kuwa for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So understanding grace in you will help you to sustain it, because that grace, it is to assist you. It is earned. It is not earned. It is an earned favor. Ama ni upendo, kupendelewa na Mungu. Again, number two, when we say that grace, when we want grace to be in us or to sustain the grace, ama kama tunataka neema iendelee kukaa ndani yetu, kitu ya pili lazima tuelewe maana ya imani kwa kuweka grace ama kwa kuweka neema ikae ndani yetu. So importance of faith in sustaining grace, maana ya imani ili kufanya neema ikae ndani yetu. So ni kitu ya muhimu kuwa na imani ili neema ikae ndani yetu. Ukisoma katika kitabu cha Romans 5:1-2, the Bible says that therefore since we have been justified through faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith. So lazima uelewe maana ya imani katika kuweka ama katika kukubaliana na neema ikae ndani yako. We live by the grace of God. So when you want to sustain the grace of God, you have to know that it is by the love. Ni kwa upendo ya kwamba neema iko juu yako. Ukitaka neema ikae ndani yako, lazima
ukae maisha ya kushukuru, living a life of gratitude. So kushukuru inasaidia kumshukuru Mungu kwa ile kazi anayoendelea kufanya, ama kwa ile neema ambayo amekupea. First Thessalonians 5:18, Biblia inasema, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ. So lazima uelewe ya kuwa ili neema iendelee kukaa ndani yako, you must live a gratitude life. Ukae maisha ya kushukuru. Ukae maisha ya kushukuru kwa ile neema ambayo iko ndani yako, kwa ile neema ya Mungu ambayo inafanya kazi ndani yako. Number 4, confessing and repenting sin. Tunajua ya kuwa kama mtu atakuwa mwenye dhambi, kama tutakuwa wenye dhambi, ile neema ya Bwana haitaenda kufanya kazi ndani yetu. And so for that to happen, for the grace to remain, for the grace to be in us, ama kwa neema ili ifanye kazi ndani yetu, kitu ya kwanza lazima tutubu dhambi. Lazima tujitakase, sanctifying ourselves. Confession and repentance keeps us within God's grace. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza, 1 John 1:19, Biblia inasema, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us and purify us all from unrighteousness. Tukitubu atatusamea dhambi. Tukitubu tutakuwa waaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo itasaidia neema iendelee kukaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Again, prayer is a means to sustain grace. Maombi ni jambo ambalo linasaidia ama linatusaidia tuendelee kukaa katika neema, ama tuendelee kujisaidia ile neema ipate kukaa ndani yetu. Tunaona maombi inasaidia imani ikue na nguvu. So prayer strengthens our connection to God's grace. Bwana Yesu asifiwe sana. My viewers all over the world. Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace through him in our time of need. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili neema ipate kukaa ndani yako, another thing you have to understand is that you have to study the word of God. Lazima uelewe kusoma neno la Mungu. Maana Biblia ni maandiko yanatukumbusha. It is a constant reminder of God's grace and promises. Ni maandiko yanatukumbusha neema ya Mungu na yale mambo ambayo ametuahidi. 2 Timothy 3:16-17. Scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thorough, equipped for every good work. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ni ukumbusho ya neema ya Mungu na yale mambo ambayo Mungu ametuahidi. Number 7, relying on the Holy Spirit, ama kumtegemea Roho wa Bwana. Tunaona neema ikikaa ndani yako, ni lazima uelewe kukaa ama kumtegemea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. The Holy Spirit helps us live in grace daily. Praise the name of the Lord. Galatians 5:1-6.
So I say, walk by the Spirit, tembea na Roho, and you will not gratify the desires of the flesh. So tunapata ya kuwa ili neema ipate kukaa ndani yetu, tusikue kila wakati tunatembea katika hali yetu ya kimwili. Lazima tukue na connection. Praise the name of the Lord. Relying on the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Roho inatusaidia kukaa na neema kila siku. Kipengele kingine, humility is a path to more grace. Ama kunyenyekea ni njia moja ya kupokea neema zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunyenyekea inatukaribisha kupokea neema zaidi katika maisha yetu. James 4:6. Biblia inasema ya kuwa, but he gives us more grace. That is why scripture says, God opposes the pride, but shows favor to the humble. So, you must be humble to receive the grace. You must be humble for God to help you. You must be humble for God to raise you again. Praise the name of the Lord. So here, the word of God teaches us that for the grace to remain in us, praise the name of the Lord, for the grace to remain in us, we must, for the grace of the Lord to remain in us, we must stay humble. Bwana Yesu asifiwe sana. Again, ili neema ipate kukaa ndani yetu, lazima tutembee na upendo. Ile neema ipate kukaa ndani yetu, ni lazima tujifunze kukaa na upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tujifunze kukaa na upendo. Praise the name of the Lord. Lazima tujifunze kukaa na upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili neema ipate kukaa ndani yetu, lazima tujifunze kukaa na upendo. Praise the name of the Lord. Upendo ni kitu ya muhimu sana. Hallelujah. Ili neema ipate kukaa ndani yetu, upendo ni kitu ya muhimu zaidi. Praise the name of the Lord. And so, ukitembea na upendo, neema itakaa ndani yetu. God is sustained by living love towards others. John chapter number 13, 34-35. A new command I give you, love one another. Penda kila mmoja. As I loved you, so you must love one another. By this I will know that you are my disciples. Bwana Yesu asifiwe sana. Grace, it is an earned favor and mercy of love. Neema ni upendo ambao hujaufanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao Mungu anaupeana bure. It is a gift. It is not a reward. Bwana Yesu asifiwe sana. Forgiving others. Ili neema ikae ndani yako, lazima ujifunze kusamehe. Forgiving reflects the grace that we have received. Kusamehe inaonyesha ile neema uko nayo, ama ile neema umepewa. Colossians 3:13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Lazima usamehe, maana ulisamehewa. Lazima usamehe ili neema ikae ndani yako. Seeking God in times of trouble. Tujifunze kutafuta Mungu wakati wa majaribu, wakati wa mashida. Maana ile neema iko ndani yetu. We must connect ourselves. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Again, trusting in God's provision. Kuamini Mungu kwa kile ambacho amekupea. Kuamini Mungu kwa yale ambayo ametenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuamini Mungu maana anajionyesha kwako.
wakati unamhitaji, unamuita anashuka. So let's us ama tukue na ile tabia ya kumtegemea Mungu kwa kila jambo. Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Again, ili neema ipate kukaa ndani yako ama ile neema ishuke ndani yako, you must encourage others in faith. Uwasaidia wale wengine imani yao ikue. Uwasaidia wale wengine imani yao ikue. Kila mmoja. Ili neema ikae ndani yako. Sharing grace encourages us and others. Inakusaidia wewe na yule mwingine una encourage. Hebrews 10:24-25. The Bible says, let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds, not giving up together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. Being content in all circumstances. Ama kuwa umejikusanya pamoja. 1 Timothy chapter number 6 verse number 6. The Bible says, but godliness with contentment is great gain. Praise the name of the Lord. Kujiita kama mkutano, ujiangalie, am I doing the right thing? Nafanya kile kitu kizuri. Hii neema inafanya kazi ndani yangu. Hii neema inanisaidia kuenda mbele. You must call yourself, you must be contented. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you for those who are coming on board. Tunaendelea na mafundisho sustaining God's grace. Kipengele kingine ili neema ikae ndani yako ni avoiding bitterness. Ama kuepa kukasirika bure. Bitterness can hinder grace in our lives. Ama kukasirika ama ukaa na moyo ambao hauna furaha inaweza zuia neema isifanye kazi. Hebrews 12:15 Biblia inasema, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile. Hallelujah. Again, ili neema ikae ndani yako, lazima usaidie wale ambao wako na hitaji. The 2 Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all troubles that you need, you will be bound in every good work. Serving others reflects God's grace. Ama kusaidia wale wengine, kutumikia wale wengine, inaonyesha neema ya Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaonyesha ya kuwa Mungu yuko nawe. Praise the name of the Lord. Persevering in good works. Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap harvest if we do not give up. Let us not become, tusichoke kwa kutenda wema. Maana kuna wakati utafika haya matendo kule matunda yake. Bwana Yesu asifiwe sana. God's work are the fruit of sustained grace. Matendo mazuri ni matunda ya ile kazi nzuri ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Being a witness to God's grace. Ili neema ikae ndani yako, lazima ukuwe mshuhuda. Being a witness in God's grace. Bwana Yesu asifiwe sana. So, nataka tukamilishe hii session. Tumeangalia vipengele mingi vya kutusaidia neema ikae ndani yetu. Tumeona ya kwamba lazima tukue na upendo, lazima tujue kutrust in God's process, lazima tujue
tukue witnesses of God's work and God's grace. We must stay in joy. Kukasirika inafanya neema isifanye kazi ndani yetu. So I want to conclude at this moment, and I want us to pray. You can bow your head wherever you are, and you can pray. Father, in the mighty name of Jesus, I thank you for this work. My Father, thank you for this session that we have seen. We have learned how to sustain your grace in our lives. So Lord, may you help us, oh my Father. Help that somebody who is at home in the mighty name of Jesus. May you be with us, oh God, Jehovah, to understand the grace you provided in our lives, oh Jesus. We thank you and we glorify your name. In the name of Jesus, we pray and believe.